Karibuni sana Triple G katika mwendelezo wa mada zetu, mada zinazohusiana na urembo na mavazi, ambazo sisi Triple G tulisema tusiuze tu nguo bali tuendelee kukumbushana vitu vidogo vidogo ambavyo pia vinaweza vikawa vinatujenga au kutukumbusha. Tulikuwa na mada zetu nyingine ambazo zipo katika mitandao ya kijamii. Tunaomba mtu follow TikTok, tunapatikana kama Triple G. Facebook tunapatikana kama Triple G. Instagram tunapatikana kama Triple G. Na YouTube tunapatikana kama Triple G Fashion Tips. Kwa mara nyingine tena tumekuja na mada yetu ambayo inahusiana na mambo yanayosababisha nguo kuharibika bila kujua. Mada hii tumekaa na kuangalia kwamba tulete mada hii kwa ajili ya kukumbushana. Ni vitu vidogo vidogo lakini vitaendelea kutujenga na kutuimarisha na kutukumbusha pia. Nguo nyingi huharibika taratibu bila kugundua, hasa kutokana na matumizi au utunzaji usio sahihi. Leo tumaletea mambo matano ambayo mambo haya matano ukiyazingatia nguo yako itabaki kuwa na ubora wa muda mrefu. Nguo tunasema zinahitaji kutunzwa kama wewe unavyojitunza. Nguo zinahitaji kuangaliwa, nguo pia zinahitaji kuthaminiwa. Nguo ukithamini itakuthamini, ukitunza itakutunza na utaishi nayo muda mrefu. Lakini pia ukihifadhi vizuri, nguo itakubeba. Siku zote tunasema nguo ni statement. Utakapovaa nguo yako utajielezea, yani nguo itakuelezea wewe ni mtu aina gani. Jambo la kwanza kabisa, kufua mara kwa mara. Ndiyo, kuna wale watu ambao wana kazi ngumu ambazo huwezi kusema kwamba nguo kairudia. Lakini kuna wale watu ambao kazi zao sio ngumu sana, kwamba mtu anaweza kavaa suti akarudisha nyumbani akaiweka labda baada ya miezi miwili akaja akavaa tena na isiwe na shida yoyote ile. Lakini sio suti umevaa leo, kesho umeenda umeifua, umevaa kesho kutwa umeifua. Kufua kwa muda mrefu, lakini pia kufua kwa kutumia sabuni kali na zenye kemikali kali pamoja na sabuni nyingi. Sabuni unapotumia nyingi kuliko nguo, kwa mfano una nguo moja basi umeweka sabuni nyingi, au kwenye mashine unataka kufua nguo mbili umezidisha kile kiasi au wingi wa sabuni ambao ulikuwa unatakiwa, unaharibu nguo na kuchosha nyuzi za vitambaa na kufanya nguo ianze kupauka au kuharibika kidogo kidogo bila we mwenyewe kujua. Sehemu ya pili, kuchanganya nguo za rangi pamoja na nguo nyeupe au nguo za kawaida. Wakati wa kufua tujitahidi sana kuangalia jinsi tunavyochanganya nguo zetu. Hata utapofua kwa kutumia vitambaa vizito, jinsi labda au suruali, ukaweka na shifoni, ukaweka na silki, unadhoofisha kitambaa, lakini pia unafanya kitambaa kile kiendelee kuchubuka kidogo kidogo, kwa sababu nguo nzito inakuwa na uzito na nguo nyepesi inakuwa nyepesi. Kwa hiyo jitahidi kufua, wakati wa kufua ujitahidi pia uzifue peke yake. Kukausha, namba 3, kukausha juani kwa muda mrefu. Nguo nyepesi zinahitajika ziwekwe sehemu yenye hewa, zianikwe sehemu yenye hewa, sehemu ambayo jua lake sio kali sana. Hata kama jua kali basi zisikae muda mrefu. Nakuta mtu amefua nguo kuanzia asubuhi mpaka jioni kaianika pale. Nguo inahitaji kuishi kama wewe unapotaka kuishi. Nguo unapoiweka juani muda mrefu kitambaa chake kinapauka, lakini kinaanza kuharibika kidogo kidogo. Lakini pia unapokuwa unachanganya nguo za rangi au nguo nzito, unafanya hata ile nguo ambayo nyeupe au nguo ya rangi nyingine ziweze kuingiliana rangi. Kwa hiyo nguo itakapoingia rangi nyingine utaanza kuiona inafifia kidogo kidogo na utaichukia. Kwa sababu unakuta labda nguo nyeupe umeweka na jinsi ya blue, inaingia ule blue kidogo kidogo. Siku za mwisho unajikuta kwamba ile nguo tena imechoka
na nguo tena uitamani wala uone kama ina ladha. Kitu cha tatu, kutenganisha aina ya vitambaa. Okay, nimeshaongea kuhusu kutenganisha aina ya vitambaa, lakini kupiga pasi kwa kutumia joto kali. Kwenye pasi zetu hizi tunazotumia mara kwa mara, zina maandishi pale kwamba huu moto unafaa kwa nguo ya silki, huu moto unafaa kwa nguo ya cotton, huu moto unafaa kwa nguo ya shifoni na vitambaa vingine ambavyo vipo. Sasa unapokuwa unapiga pasi, jitahidi kuangalia kwamba huu moto naweka hii kitambaa ninachotaka kunyosha, nguo inayotaka kunyosha, je, ina aina gani ya kitambaa, kuliko wewe unanyoosha tu. Kesho nguo imeharibika, imeungua kidogo, inaungua. Hata we mwenyewe jiweke hapo, ungue mara kwa mara. Ngozi inadhoofika, lakini pia hata hiyo nguo itadhoofika pia. Kwa hiyo nguo itaanza kudhoofika kidogo kidogo. Leo umeiunguza, kesho umeiunguza. Wewe kila wakati unaiunguza. Umeanika juani kwa muda mrefu, imeungua. Unakuja tena unaipasi kwa moto mkali, inaungua. Nguo haiwezi kuishi. Nguo inahitaji nayo kuishi kama vitu vingine vinavyoishi. Namba 5 anasema kutunza nguo vibaya. Nguo zinahitaji kutunzwa vizuri. Unapokuwa umeshazifua, umeshazianika, zinahitaji kutunzwa vizuri. Sio unachukua nguo unaenda kuweka kwenye beseni, unajaza huko kwenye beseni. Mara siku umechoka, unaziweka katika kitandani, au umechoka kitandani, unachukua unaanza kuzitupia kule kwenye kabati. Nguo zinahitaji kupata nafasi, nguo zinahitaji kupata hewa. Nguo zinahitaji kutunzwa vizuri, sehemu ambayo haina unyevu, sehemu ambayo kavu, sehemu ambayo ina space, ukiweka ukihang kwenye henga zako nzuri ambazo pia zinabeba nguo na thamani ya nguo. Lakini pia utunzaji, hata kama unapanga basi upange vizuri. Umetoka kufua, zipangwe nguo, ziweke kwenye kabati, sio zinarundikwa tu mpaka siku utakapopata muda. Nguo unapokuwa umeirundika unaiacha tu hapo, haiwezi kuwa na uhai, inaendelea kuharibika kidogo kidogo. Kuvaa nguo bila kupumzika, kila siku unaivaa. Yaani hata wewe mwenyewe unahitaji kupumzika. Unafanya kazi kutwa nzima, lakini jioni unahitaji kulala. Nguo pia inahitaji kupumzika. Sio kila siku umeivaa, leo umeivaa, kesho umeivaa, kesho kutwa umeivaa hivi, hapana. Nguo pia inahitaji kupumzika, uvae mara moja, uitundike, ipumzike, basi urudie wakati mwingine. Lakini sio kila siku unakuwa unaivaa nguo moja, inachoka na kupunguza uhai wake. Wakati wa kufua, kutokufunga zipu au kutokufunga vile vifungo vinaweza kusababisha kifungo au zipu ikanasa kwenye nyuzi na nyuzi zikaanza kuharibika. Lakini pia viti tunavyokalia, unakuta nguo nyingi sana zinajika mgongoni kwa ajili ya visuka, au pia meza hizi tunazozitumia, unakuta meza nyingine hata kama ikiwa na kibude kidogo tu inaweza ikavuta nyuzi na nguo ikaharibika. Kwa hiyo tujitahidi sana kuangalia nguo zetu tunapozihifadhi, lakini pia jinsi tunavyokuwa tunaziweka, ili zitupe muonekano mzuri, ili pia tusiwe tunaziacha nguo kana kwamba yani ni kitu tu. Nguo inahitaji pia kuthaminiwa kama unavyojithamini, thamini pia nguo. Karibuni sana Triple G, tutakuwa na hizi mada zetu za kukumbushana tu, na tutakapotuma kule kwenye mitandao ya kijamii, kama kuna mteja ambaye anajua zaidi au kuna kitu ambacho pia naye anajifunza, mcomment. Karibuni sana Triple G, tunauza suti, tunauza blazer, tunauza viatu na vitu vyote vinavyohusiana na wanawake kutoka Turkish. Karibuni sana, tunawapenda.